Mambo vipi? Karibu katika kipindi chako pendwa cha Ukweli wa Mtaa, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua maendeleo na changamoto katika mitaa mbalimbali. Mimi ni Hussein Juma Hussein na leo nipo mtaa wa Mtendae. Tutaenda kutembelea uwanja wa basketball na tuangalie mazingira yake kwa ujumla na pamoja kujua ni vitu gani ambavyo vinaendelea katika maeneo haya. Twende pamoja. Katika kutembelea katika uwanja huu wa basketball, tumekutana na mtu ambaye namfahamu katika mambo fulani. Sasa leo amenisurprise kumkuta katika maeneo haya, sababu sikumtegemea kama atakuwa yupo katika upande huu. Sasa itabidi ujitambulishe ili watazamaji wetu wakufahamu wewe ni nani. Naweza kutambuza kwa salamu. Assalamu alaikum, habari za asubuhi, habari za mchana mdau, habari za mchana. Kwa jina naitwa Sahil Said, kwa wingi wananijua kama hivyo, ila katika uchezaji basket wananijua kama ni Kodi. Ndio jina ambalo natamba nalo katika mchezo wa basket. Sasa unaweza ukatuambia kwamba unachezea timu gani? Timu ninayochezea ni inaitwa Zenji Bulls, ambayo kwa sasa hivi mazoezi, yani kwa sasa hivi ipo wapi pale? Bomani Polisi, ndo ambapo ipo kwa mazoezi kwa sasa hivi, kwa sababu hajapata specialist uwanja wetu sie. Hivi unaweza ukatufahamisha, unaweza ukatuambia kwamba umeanza lini kushiriki katika mchezo wa basketball? Mchezo wa basketball tangia nilipoanza sasa hivi na mwaka 1.5. Naona kwamba nakumbuka nilianza mwaka jana. Kwa mpaka sasa ni mwaka 1.5 tena. Sawa, hemu unaweza ukatuambia ni kitu gani ambacho kinakupa motivation ama kinakupa motion wa wewe kuendelea kucheza mchezo huu? Motion. Kwanza unajua kitu ukipenda. Unajua kitu ukishakipenda muda wote lazima utataka muda wote ufike sehemu fulani. Na kama umetarget kitu fulani lazima ufike kitu fulani. Mimi kabla kuanza kucheza basket nilikuwa sijui lolote. Nilipoanza kutaka kucheza basket nikasema mimi nataka kujua basket in and out. Nataka nifike mbali. One day nije nishike ile kombe. Kwa kitu kinachonipa motivation ni one day nije kupata kombe. Inshallah. Uje uwe mmoja wa watu ambao wamecheza mechi kubwa na wamefikia katika hatua fulani. Sasa unaweza ukatuambia changamoto gani kubwa ambayo umewahi kupitia katika basketball? Ukizungumzia kwa changamoto zipo nyingi sana. Na unajua katika mafanikio lazima ukutane na changamoto. Changamoto kubwa ya kwanza, basket inataka pesa. Instrument, vifaa kama viatu, jenzi, za mazoezi zile zinahitaji hela. Na ukiangalia timu haina mdhamini. Kwa lazima
mtu ujitegemee mwenyewe. Yeah. Na changamoto ya mwanzo nilipitia, mimi nakumbuka nilianza basket nilikuwa sina kiatu. Nilicheza kiatu ambacho sio cha basket. Hiyo ni changamoto ya kwanza kubwa. Na changamoto nyingine, midomo ya watu. Yaani sometimes unakuta kuna watu ambao wanaanza kurudisha nyuma maendeleo. Unaweza kwa hujui, wewe ndo kwanza unaanza. Watu wanakuja wanakuona, wewe basket hujui, unafanya nini? Haina maana kucheza basket. Yaani sometimes kitu kile kinavunja moyo, lakini kwa vile kitu umekipenda na unahitaji lazima ufike mbali. Lazima ukomae, struggle, upambane na mambo ya watu, midomo ya watu, lazima tupambane. Hizo ni changamoto kubwa ndio nilipitia nazo mimi mpaka sasa hivi. Sawa. Hivi unawashauri nini vijana ambao wanataka kuingia kwenye huu mchezo au wapo katika huu mchezo lakini wanapitia changamoto kama hizo ambazo umezitaja? Wacha nianze kwa hawa ambao wanataka kuja kwa huu mchezo lakini bado wanaogopa kuja. Wanautaka lakini wanaogopa. Kwanza usiogope. Kitu kikitaka, onesha kama kitu nakitaka. Na hamna kitu ambacho kisichowezekana. Wataalamu kwambia hamna kisichowezekana chini ya jua. Kasikosee kwa sababu sio mambo yangu kwa Kiswahili. Kiukweli hata mimi mwanzo nilikuwa nasema ngumu basket na ambao kuna sheria 32. Sasa kabisa sheria 32 mimi kweli nitaziweza. Lakini vipi? Mambo mdogo mdogo. Haya, ukuta leo na umepata sheria 5 zishaka kichwani, zipo katika mzunguko wako wa kucheza. Ukifanya hivyo ukumbuka kama sheria hii sheria fulani. Mwisho wa siku inshallah unaweza kufika mbali, sheria zote utazikaba na ukajua. Na shauri waje. Sawa. Tuambie baada ya miaka 5 unajiona wapi katika mchezo huu basi? Baada ya miaka 5 mbeleni. Unajua the future is not about to see. Future sio yetu ya kuona. Anajua ni Allah peke yake muumba dunia. Yaani kwamba tunaweza kusema kama ni dreams. Kuna ambao najiona lakini ni dreams yangu, yani baadaye nije nijifike wapi, najiona nipo katika sehemu fulani kwa mujibu na effort ambayo ninayofanya, mazoezi ninayofanya. Mwenyezi Mungu naomba anijalie na kwamba nilishaenda kwenye kombe la Tanzania la taifa. Ende katika mechi ya taifa, ligi ya taifa. Ndio nishafika. Nishakamata kombe la ligi ya taifa, ligi ya Zanzibar. Na nipo katika timu kubwa. Okay, sawa. Sasa unaweza kutuambia kwamba position gani ama nafasi gani ambayo unaona? Kwa kweli mimi katika position ninayofiti, unajua huko ni position tofauti na mipira ya miguu. Wanaita football ni tofauti na football. Huko position zetu zipo 5. Kwa hiyo position ninayofiti ni position namba 2. Hapo ndo position ambayo naipenda na ambayo nataka kufiti. Okay. Sasa Kobe bwana, umetuambia kwamba wewe mmoja ambaye unakuja kufanya mazoezi katika uwanja huu kwa sababu uko karibu na maeneo ya Mtoni. Sasa unaweza kutuambia kwamba vipi mazingira yanaathiri maeneo haya? Sasa tunaona mazingira hapa, uwanja uko karibu na barabara, na karibu. Wewe unahisi yani kwa upande wako wewe mazingira na mazingira na uwanja? Kwa kweli kwanza tukizungumzia barabara, yani barabara ni wakati unacheza basket ni mipira haya ni unaona. Kwa mfano wakati unacheza mpira ukaenda zako barabarani, kwa bahati mbaya tu gari kapita speed kapasua. Na hiyo ni moja katika changamoto ambazo tunazopata napatikana katika uwanja kupasuka mpira ambao tunaingia barabarani, inaweza kapasua na tugharimu, inatupa harama na tugharimu ili tupate kanunue, tuchangishane tena pesa katafute mpira mwingine. Hiyo ndo gharama ambayo hii barabara kipande fulani na kutokea hivyo. Na kuhusu mazingira
Kuzungumza Jaa, ana kwamba nashukuru serikali manispaa waliweza kuweka Jaa, wakalitenga pembeni Jaa, lakini sijui kwa nini au kwa nini yani nakuta mazingira huko yamechafuka, halakuwa dampo Jaa specialist lipo huko nyuma ambao limetengwa limejengewa, na mazingira haya za kuathiri, unajua haswa kiafya si nzuri zaidi, kiafya mtaka dampo wale sio nzuri. Hata hata wakija wageni ambao kuja kutembelea, si unajua sasa wachezaji basket wageni wengi wampenda kutembelea wageni wa nje kuja kama vile kuja kama kutufundisha kwa siku ile, kutupa baadhi ya vitu. Unajua kila mtu ana kitu chake, kwa kuja akatupa baadhi ya vitu. Kwa sisi wenyewe tunajisikia shame kumkaribisha mgeni wetu ambao mazingira yake sio mazuri, machafu. Yani sasa ndugu yetu huku na kodi kwamba unasema kwamba mazingira kuona barabara ikapasuka. Sasa unahisi ni hatua gani ambayo inaweza ikachukuliwa kuzuia hii kupasua kwa mipira barabarani, lakini pia kuzuia kwa ueneaji wa taka na ukakaa sehemu moja kama walivyosema ambayo imewekwa ni maalum kwa ajili ya jambo hili? Yaani kwamba naombe kwa serikali ambayo inahusiana mambo ya michezo, au tukenda moja kwa moja kwa baba yetu Hussein, baba yetu sio. Sasa tunaenda moja kwa moja kwa baba yetu rais, yaani kwamba atusaidie kama anapokuwa anatusaidia, kama kashatujengea viwanja pale Maisara kwa ajili yetu sisi vijana tunapenda michezo, na hata basket pia hatujatupa, tuunga mkono, katokea viwanja kule na kumbuka hivi 4 vile kama hivyo. Na hapa naomba ni kwamba kuepusha hizi gharama, kupoteza gharama, kuharibu pesa, kukuta maisha yenyewe ndo haya hali duni. Si yenyewe vijana bado ndo kwanza tunapambana pesa ndo ganza kidogo ndo tunachuchuza. Angalau watu close uwanja ambao uwe kama indoor, yani hata wauzungushie tu, kama tufanye kama zile nyavu zile senyenge ziwazungushie, close uwanja, na kwamba angalau itapata kupunguza mipira kwenda uwanjani kupasuka. Sasa asante sana kwa mahojiano mafupi, asante kwa ushirikiano wako. Mimi nikwambie tu nikutakie mazoezi mema, na tunaweza tukakutana kwenye kipindi kingine ukingoni wa kipindi cha Ukweli wa Mtaa. Ila shukrani za dhati ziende kwa Sahil Said, mchezaji wa Zanzibar Bulls. Mimi ni Hussein Juma Hussein, nyuma kamera nikiwa na Sahim Mr. India. Usikose kufuatilia kipindi hichi katika chaneli yako ya Sahim Mr. India. Pia usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, na unaweza ukanifuatilia kwa kupitia TikTok account ya Remy Boy. Ciao, tuonane katika kipindi kijacho.